Hujambo na hali gani mpenzi mtazamaji wa Sijo Media 2025. Karibu sana kwenye kipindi chetu cha vazi la suti au kaunda suti kinachokujia kila siku. Na leo katika mada yetu hii tutakwenda kuangalia baadhi ya sheria za suti. Mtu akivaa suti anatakiwa azingatie sheria zipi? Uko nami tu Numeliki, lakini pia siko peke yangu, nipo na mgeni ambaye atakwenda kuelezea kwa undani zaidi kuhusiana na sheria za suti. Mkilindo, na hizi hapa ni sheria za suti, yani sheria za vazi la suti. Mtu ukiwa umevaa suti unatakiwa uzingatie sheria zipi? Sheria ya kwanza, ukiwa umevaa suti unatakiwa usinyoe mnyoo wa ovyo. Inawezekana ikawa kiduku, kisahani na minyoo mingine ambayo itakuwa haipendezeshi vazi la suti. Sheria ya pili, ukivaa suti unatakiwa usipande baskeli wala usipande pikipiki, kwa sababu suti ni vazi la heshima ambalo linavaliwa na watu wenye respect. Sasa usafiri kama wa pikipiki au baskeli ni usafiri ambao unaenda kudhalilisha vazi la suti. Sheria namba 3, ukivaa suti hauruhusiwi kuvaa ndala, kwa sababu hiyo ni viatu vinavyoitwa open shoes. Unavaa viatu ambavyo ni closed, ambavyo ukifika katika maeneo ya watu unajua kweli mheshimiwa amefika. Sheria nyingine, ukivaa suti unatakiwa usitokwe na jasho, yani maana yake ni suti ni vazi ambalo lina heshima, kwa unatakiwa utembee kwa stara taratibu katika mwendo wa step ndani, kwa sababu ni vazi la heshima ambalo linakuwa respectiwa sana na watu. Sheria nyingine, ukivaa suti unaweza kusema unatakiwa usikimbie, yani kwamba umevaa suti na nguvu kistaarabu. Yes, asante. Naam, shukrani sana mtazamaji wetu, na hizo ndizo sheria za suti ambazo umeweza kuzisikia watu mbalimbali wakiweza kuzielezea. Asante na karibu. Ulikuwa nami tu Numeliki.